Kupiga simu kazini si kama kumpigia rafiki, nayo ina itifaki yake. Hapa napo ukikosea unaweza kuharibu heshima yako bila hata wewe kujua. Karibu darasani. Leo tujifunze itifaki sahihi ya kupiga simu ukiwa kazini, hasa unapowasiliana na kiongozi au mtu mwenye mamlaka. Mambo yafuatayo yanapaswa kuzingatiwa. Jambo la kwanza, muda sahihi wa kupiga simu. Katika mawasiliano, kwanza kabisa itifaki inaanza na muda. Piga simu ndani ya saa za kazi. Epuka kupiga mapema sana, usiku au wakati wa mapumziko bila dharura. Heshimu muda wa mwenzako. Jambo la pili, idadi ya mara unazopiga simu. Kanuni ya itifaki ni rahisi. Simu inapigwa mara moja au mara mbili tu. Simu yako isipopokelewa, usipige mfululizo, usionekane unalazimisha. Kiongozi anaweza kuwa kwenye kikao, safarini au kwenye majukumu mengine muhimu. Jambo la tatu, tuma ujumbe wenye heshima bila kuwa na presha. Baada ya kupiga sana na bila kupokelewa, tuma ujumbe wa heshima kama huu. Kwa mfano, unaweza kuandika, habari za kazi mheshimiwa, nilijaribu kukupata kwenye simu. Ukipata nafasi, naomba unipigie. Asante. Jambo la nne, ukipokelewa, anza na utambulisho. Simu ikipokelewa, usianze na ombi moja kwa moja. Mfano, unaweza kusema, habari mheshimiwa, naitwa Jonathan kutoka idara ya utawala. Halafu endelea na shida yako ambayo umempigia mkuu wako. Utambulisho ni heshima. Na jambo la tano, maliza kwa shukrani. Mwisho wa mazungumzo yako, usisahau kushukuru. Unaweza kutumia maneno kama, asante mheshimiwa kwa muda wako, naomba niendelee na kazi. Kumbuka, simu kazini ni sehemu ya taaluma. Piga kwa staha, subiri kwa heshima, ongea kwa ufupi. Comment neno nimeelewa kama umejifunza leo. Usisahau kunifollow na kushare.